watumishi. Video hii ni maelekezo au jinsi ya kuipata au kuipakua application ya Mixlr ambayo tutakuwa tunaitumia kwa ajili ya kusikiliza mahubiri kwa njia ya sauti kama nilivyoshare kwenye group. Cha kwanza unaenda kufungua kwenye Play Store, ambapo hapo ndipo unakuta application zako. Ukishafungua kwenye Play Store, unakuja sehemu ya kusearch. Ukishabonyeza sehemu ya kusearch, unabonyeza sehemu ya kusearch, kisha baada hapo unaandika Mixlr au Mixlr. Unabonyeza search. Ukishabonyeza search, inatokea hii application ambayo ina rangi nyekundu ambayo inaitwa Mixlr. Baada ya hapo utabonyeza kitufe cha install. Ukishabonyeza install, utaisubiri ianze kuhitaji download, na kisha baada ya hapo kisha kudownload itafanya installation. Kama tunapoona hapo inaendelea kudownload. Ikimaliza inafanya installation, unaisubiri. Subiri endelee kumaliza kufanya installation. Ikishamaliza sasa, kuna njia mbili za kuifungua. Unaweza kuifungua hapa au unaweza ukaja kuifungulia kwenye application zako kama unavyofungua kawaida. Unakuja kuibonyeza hii Mixlr, itafunguka kama hivyo. Ikishafunguka sasa, hapa kuna maelekezo ya kufanya, maelekezo machache. Utakachofanya tu unabonyeza next. Baada hapo utabonyeza next. Baada hapo unakuja kubonyeza get started. Ukishabonyeza hapo utakuja kuletewa list ya channel zote ambazo ziko live. Sasa ukishafika hapa, unachotakiwa kufanya ni kuja kubonyeza hii button ya kusearch. Utabonyeza button ya kusearch, na kisha baada hapo unakuja kubonyeza hii sehemu ya kusearch. Hapa kuna sehemu mbili, kuna channels alafu kuna event. Hapa event utaachana nako, utakuja kubonyeza channel. Itakuwepo kwenye channel. Baada hapo utabonyeza hapo, utaandika Efata Church Mpwapwa. Unabonyeza search. Ukishabonyeza itatokea hii page. Ikishatokea utaibonyeza. Utaisubiri ifunguke. Itakuwa imefunguka kwa mtindo. Sasa ikishafunguka hivyo, kama kutakuwa kuna ibada ambayo inaendelea kwa muda huo, basi itakuja kukuonyesha hapa button ya kuplay kwamba kuna ibada sasa hivi inaendelea ambayo iko live. Utatakiwa ubonyeze. Ukibonyeza hapo, utaanza kuisikiliza hiyo ibada. Lakini kuna jambo moja ambalo nimelisahau. Ukishafungua hii hapa juu kuna hii sehemu imeandikwa follow. Maana yake hapa unachotakiwa kukifanya ni kuifollow hii page. Utabonyeza hii button ya kufollow. Ukibonyeza hii button ya kufollow, itakuja kukuambia uingize username pamoja na password. Hapo utakachotakiwa kufanya, unakuja kutengeneza account. Kwa kama hauna account ya hii application, utakachotakiwa kufanya ni kuja kutengeneza account mpya. Maana yake utakuja sehemu alipoandika sign up. Utaandika hapa jina lako ambalo unataka kulitumia wewe kwa mara ya kwanza. Utaandika jina lako ambalo utataka kulitumia wewe kama wewe. Baada hapo utakuja kuingiza email yako kama kawaida ambayo unaitumia. Baada ya hapo unakuja kuingiza password ambayo utaitumia kwenye account. Baada hapo unakuja kubonyeza hapa agree to the terms. Baada hapo utatengeneza account. Maana kutengeneza hii account ni kwamba itakusaidia wewe kuweza kuifollow hii page. Yaani utaweza kuifollow hii page. Itakuwa rahisi wewe kuifollow hii page. Kwa mfano, mimi tayari nimeshatengeneza account, nina login ili kukuonyesha mfano. Hapo nimeingiza email yangu, nimeingiza na password yangu. Baada hapo nitabonyeza login. Baada hapo uta continue. Baada hapo uta allow. Ukishabonyeza allow,
maana yake mpaka sasa hapa mimi nakuwa tayari nimesha login kwenye account yangu. Kisha baada hapo nakuja kubonyeza button ya kufollow. Nikisha bonyeza follow, inaniambia following tayari imeshatika, hapo nakuwa tayari. Hapo kwenye following kwa mbele utaona kuna kitufe cha Facebook, cha YouTube na cha TikTok. Hii maana yake ni kwamba unaweza ukatufuatilia kwenye mtandao wa Facebook, au ukatufuatilia kwenye mtandao wa YouTube, au ukatufuatilia kwenye mtandao wa TikTok. TikTok hatuna account, lakini hapa kuna notification, hapa kuna link ya kutufuatilia kwenye mtandao wa Instagram. Lakini ukibonyeza hapa TikTok utatufuatilia moja kwa moja kwenye Instagram. Nadhani mpaka hapo maelekezo yameeleweka. Kama kutakuwa kuna maswali, karibuni.